Hili la Kanisa la Ufufuo wa Uzima ambalo liko kwenye wilaya yetu, ni kweli kuna wananchi jana walijaribu kuleta vurugu usiku baada ya kuwa limetolewa agizo au amri ya kusitisha huduma katika kanisa lile pale. Jambo moja ambalo nataka kwanza lieleweke, na hata waumini baadhi nilipofika pale jana asubuhi niliwaambia, na nashukuru kwamba walinielewa nilichokisema. Barua ya kusitisha huduma mimi ndiye niliagiza ipelekwe pale saa 11 jioni, na wala hatukupeleka na jeshi la polisi. Tulimtuma afisa kwa kuheshimu kwamba lile ni eneo la kuabudu. Nilipojulishwa kwamba kuna maelekezo yametoka, kuna barua imetoka, nilitoa agizo mimi binafsi kwamba ile barua wala hakuna haja ya kupelekwa kwa polisi wala kutumia nguvu yote kwenda kutengeneza taharuki. Saa 11 kwenda saa 12 barua ile ilipofikishwa pale walikataa kupokea. Mara ya kwanza, mara ya pili iliporudi wakasema nendeni mkamtafute sekretari wa Gwajima, yeye ndo atapokea. Sasa ile ni taasisi. Sheria inataka barua au notice yoyote uitoe kwenye address inayofahamika, the last known address, kama mtu hapatikaniki au haonekaniki. Wakagoma kupokea barua. Sasa hizi kauli za kwamba labda wamevamiwa na polisi, hapana, si kweli. Polisi wamefika pale saa 3 kwenda saa 4 usiku baada ya wao sasa kuendelea na shughuli zilizositishwa kwa barua ambayo walikataa kupokea. Pale ndipo jeshi la polisi lilipofika na kumwambia hapana, hiki mnachokifanya ni kinyume na nini? Na sheria, kwa sababu tayari kuna agizo la kusitisha shughuli mnazofanya pale. Badala ya kutii maelekezo yale, wao wakaleta ukaidi, kuanza kurusha mawe, kufunga barabara, kuharibu mali, wakijirekodi. Ule ni ukaidi. Hatuwezi kuendesha nchi au kuongoza wananchi kwa watu ambao wanajiamulia wao kuwa wakaidi. Kwa sababu hata kama unadhani unayo haki, kuna taratibu za kutafuta haki yako au kulinda haki yako, sio kupiga mawe, sio kuharibu mali. Hapana, kufunga barabara. Hapana. Kwa kilichofanyika pale ilikuwa ni ukaidi wa amri ambayo mpaka sasa ndio amri halali ya kusitisha huduma katika kanisa lile. Sasa kama kuna mtu yoyote ambaye anadhani amri ile sio halali kwa mujibu wa sheria, arudi kwenye taratibu zinazosema ni namna gani unaweza ukabatilisha amri ambayo wewe unadhani sio halali. Lakini sio kwa kukaidi na kuendelea kuwepo pale. Ukiwepo pale ni kinyume cha sheria. Sisi tutakachofanya kama serikali ni kukushurutisha wewe sasa kutii sheria. Na hilo ndilo ambalo jeshi la polisi wamefanya. Kazi ya jeshi la polisi ni kusimamia maelekezo yanayotolewa, kulinda amani na utulivu. Sasa kama yeye alikuwa anadhani kwamba amri ile sio halali au kile kilichofanyika sio halali, kwa nini ametoroka na kukimbia sasa? Kwa nini hajajitokeza? Si unasimamia haki? Si unadhani umeonewa? Sasa kwa nini ujitokeze? Mimi sijamuona. Nilichoona tu ni clip inazunguka huko, yuko chumbani anasema tuko hapa tumevamiwa. Na nani? Sasa kama unajua alikuja ni polisi, wewe unaogopa polisi kwa nini? Jitokeze sasa. Uje ueleze hicho ambacho tulikuwa tunakieleza. Ili tukusikie na sisi tukupe majibu yetu au tutoe ufafanuzi. Kwa hiyo hilo kwa ngazi ya wilaya, kwa sababu yupo msemaji wa jeshi la polisi ambaye atalisemea pale muda utakapofika, lakini kwa ngazi ya wilaya jeshi la polisi lilichofanya ilikuwa ni kwenda kusimamia maelekezo ambayo tayari tulishahakikisha wameyapata bila kutumia jeshi la polisi. Mapema kabisa saa 11 saa 12
taarifa zilipelekwa pale kwa barua, wakagoma kupokea.